kabla hatujafika hata mbali, hebu mcheki kwanza na msikilize huyu jamaa anachokisema. Hivi ulishagawahi kupendwa na katoto ka mwaka 2000? Kwanza huwa vina mapenzi vya dhati. Labda tu ukute wewe umekaokota huko fika wapi kana mamigogoro. Haya sasa, hao watu wanaowasifia watoto wa 2000 sijui nini na nini, ndo wao hapa. Hapa kama unatafuta mke, umepigwa na kitu kizito kichwani. Tuendelee na kazi yetu ambayo imetukutanisha mimi na wewe. Okay, mem nambari 1. Unaambiwa hivi, sababu ya ugomvi tutajadili baadaye. Ila saa hii tuanze kwanza na huyo jamaa aliyevaa jezi ya Arsenal. Yaani kivipi yani? Umemuona? Mzee wa jezi ya Arsenal umemuona? Kivipi yani? What are you doing in chakula ya chakula ya la. Okay, hiyo ni meme nambari 1 nimekupresentia. Nambari 2, jamaa moja anajiita Fulgence Paul anatuambia hivi, huwezi kufa na deni langu, wakati Mwamposa anafufua pipo. Oi, jamaa ikabidi abebe achukue jeneza zima akamfufue mtu anayemdai. Hata mimi singekubali. Yaani nakudai alafu ufase. Huwezi kufa na deni yangu. Hiyo ni meme nambari 2. Nambari 3, jamaa anakuambia hivi. Anasema hivi, kuishi ghetto moja na masela ni tabu tupu. Kwa nini? Anasema hivi, ona sasa, nani kapikia sufuria ya kuogea? Yaani ghetto la masela bwana, wale linakuwa linatisha siku zote. Mtu anachukua sufuria la kuogea alafu anapikia, alafu haoni kama ni shida. Sio hivyo tu, mimi mwenyewe nilivyokuwa bachelor, kuna siku nilishawahi kutafuta sana dekio. Ninatafuta dekio, jamani limeenda wapi? Si ilikuwa hapa jamani, lilikuwa hapa. Baada ya dakika 2 nashtuka, kumbe nimelivaa bwana. Nimegeuza sweta. Haya, tuendelee na memes inayofuata. Memes nambari 4. Jamaa anakwambia hivi, ukisikiliza nyimbo za Konde Boy kwenye earphone. Mbona kwenye earphone pana nini hapo? Pana yao. Ukisikiliza kwa muda mrefu, jiandae kitu kama hiki hapa kukukuta. Mwandishi wa hii meme anaitwa Sami Kicheko. Yep. Sasa bana, tupige memes nambari 5. Mwandishi sijui nani, yani kama imefutika lakini anajiita _somebody Andrea. Anasema hivi, tuwe tu wa kweli, elimu tuliipenda sana lakini hapa tulipigwa. Unaambiwa hivi, binadamu wa kwanza alikuwa nyani. Sasa nyani wa kwanza alikuwa nani? Okay, sawa, binadamu wa kwanza alikuwa nyani. Mbona manyani ya siku hizi hayabadiliki kuwa wanadamu? Hapa tulipigwa na kitu kizito cha uso. Sasa kabla sijaenda na meme inayofuata ambayo ni meme nambari 6, excuse me, nitafanya kitu kimoja. Kama wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kucomment kwenye hii video, then kitu chako kinakuja, na maanisha kwamba zawadi yako inakuja. Tutagawa voucher kila kwenye video ijayo. Kwa yule wa kwanza kucomment kwenye hii video, andika tu wa kwanza mimi, weka na namba yako ya simu, ama andika wa kwanza mimi, screenshot, alafu nitumie kwenye namba yangu, mimi nitakuona. Voucher tunagawa, tena tutagawa live bila khiana. Hilo tangazo limeshapita na limepita bila kupingwa. Meme nambari 6, mwandishi ni anasema mchochezi wa Insta. Mchochezi wa Insta anasemaje? Imagine mama yako anakupiga kofi, umekwepa, alafu limempata baba yako. Wakenya tunasema hivi, kwenye mambo kama hizi utajuanga haujui. Yaani utajua haujui. Ukwepe kofi la mama, limbamize mzee. Wai na kile kidevu na ule mvi, wewe utaona cha moto siku hiyo. Yep, tuendelee tena na memes nambari 7. Meme nambari 7, mwandishi haonekani. Anasema hivi,
Aise, tusipende kabisa hii tabia ya kukaa dirishani. Nimekaa dirishani, nimepigwa kofi na mpiga debe eti kisa hajapewa hela na kondakta. Unafahamu ile kondakta anasema twende, baadaye anapewa hela, mpiga debe anasema twende, baadaye anapewa hela na kondakta. Sasa hajapewa hela, akaona ngoja afidia mbamize mtu mmoja kwenzi. Kumbe ndio nilikuwa mimi niko dirishani. Jamani, tusikae madirishani, mpiga debe usitufanyie hivyo. Asante sana kwa wewe bado pamoja na sisi. Memory number 8 anasema hivi: kiukweli huwa nipo romantic mno, ila kabla mwanamke hajaniomba hela yale maswala ya I love you, oh why you are my everything, huwa nayajua sana kabla hajaomba hela. Akishaomba hela tu mbona mimi nigeuze kuwa chuma ulete chuma. Memory number 9 anakuambia hivi, kwanza mwandishi anaitwa tucheke kidogo. Anasema hivi: leo nilikuwa nipike pilau kabisa, tena pilau maini. Sema tu muda umeenda, acha nikoroge zangu uji wa ulezi. Hamna kitu hapa, tunapigwa za uso. Wewe unakulaga uji wa ulezi daily. Mem number 10 mwandishi haonekani. Anasema hivi: walipiga picha. Lakini hivyo anasema hivi, walipiga hadi picha, lakini ndio hivyo, Bwana alitoa na Bwana ametoa. Naona naukumbuka mchongo wa Kalinda. Wanajiita wenyewe e-commerce, pesa chap chap, weka pesa upate pesa. Wewe kumbe kilikuwa ni kitu kizito cha uso. Jamaa mmoja alijifanya anapiga hadi picha mbele ya bango, lakini tuitulie tu. Bana, tumefika mwisho wa memes ambazo nilikuandalia siku ya leo. Si unanielewa? Kabla sijamaliza, naomba nimalize nitume salamu zangu. Jamani, kufanya hii kazi sio rahisi. Yaani kupiga mayowe ili wewe ucheke sio rahisi. Naomba nitume salamu zangu ziwafikie hawa watu popote walipo. Salamu yangu ya kwanza imfikie mama yangu kipenzi, Mama Kimbwanda, popote ulipo. Asante sana kwa kunizaa mtoto jembe. Salamu zangu za pili namtumia ex wangu popote ulipo. Ex wangu nakwambia hivi: ukinywa maji ukabwe, upigwe roba, ikiwezekana upaliwe, uzimie. Kama wewe ndio kwa mara ya kwanza unanitazama, fanya kitu kimoja: subscribe, like, comment, share. Unasubiri nini bwana? Ili mimi niendelee kupata moyo na hamsha ya kutengenezea mavideo mengine kama haya hapa. Kabla sijaondoka, nakwambia tu ukweli. Wewe ni ukweli, utake ustake. Pilipili inawasha, tena inawasha sana, lakini hata ijitahidi haiwezi kuwasha TV.